Mpenzi msikilizaji wa Motion Simulizi, leo tena pia ni siku nyingine ambayo tunaleta mwendelezo wa simulizi yetu nzuri kabisa itwayo Binti Hanifa. Karibu, na kama hauja subscribe basi naomba subscribe, au usisahau pia kulike, kushare ili uwe wa kwanza kupata kila tunapoachia episode. Mimi ni Lenny 5 Kikopa na hii ni Motion Simulizi. Karibu tukaanze tulipokomea. Yani nimehangaika sana, nimeteseka sana, nimehangaika kumtafuta huyo binti. Leo nakutana naye nashindwa pia. Inaonekana sina bahati kabisa kwa huyo binti. Basi Rauzaki ikabidi arudi ndani ya gari lake na kurudi nyumbani ya kuendelea tena na kwenda kazini. Ikabidi arudi nyumbani. Baada ya kufika nyumbani alikuwa na hasira sana, alipiga honi akiwa pale getini za hasira sana. Binti wa kazi alikuja anakimbia na kufika na kumfungulia Rauzaki. Baada ya kuingia ndani ya nyumba, Rauzaki alifika akajirusha kwenye kochi bila kuongea chochote kile na binti wake wa kazi. Samahani boss, mbona umerudi muda huu alafu ni kama umechanganyikiwa hivi? Una shida gani boss? Sina shida yote, kwa hiyo naomba niache kwanza nipumzike. Sawa, lakini chakula tayari, sijui naweza nikakuandalia hapa. Hapana, nitakula baadaye, siko sawa. Rauzaki ikabidi atoke pale kwenye kochi na kuelekea chumbani. Huku kwa upande wa Hanifa, lazima kila kinachomkutaga huko njiani huwa anakuja kumsimulia mamake. Mama, yani uweza mimi mamangu, leo tena nimekutana na yule jamaa, yani yule mwanaume mzumbufu sijui kuona mama. Akiwa ndo anamwelezea mamake kuhusu kilichomkuta huko, mara akaitwa na babake. Hanifa, hebu njoo mara moja huko. Haya baba, nakuja. Naona sijisikii vizuri, hebu kimbia hapo dukani mara moja akanichukulie dawa zangu zile nazotumiaga. Sawa? Haya baba, ngoja nikimbie. Haya, naomba wahi. Haya sawa baba. Wakati huo huku kwa upande wa Rauzaki, wakati huo yuko kajilaza kitandani akimfikiria tu huyu binti Hanifa. Hanifa, huyu binti kanichanganya sana. Yeye binti kanifanya nisifikirie chochote zaidi ya kumfikiria yeye tu. Akiwa anawaza na kuwazua, mara akasikia mlango wake unagongwa. Na tena karibu. Alikuwa ni mfanyakazi wake wa ndani. Lakini baada ya Rauzaki kumwona mfanyakazi wake wa ndani, kikweli alipigwa na butwa. Yani alishangaa. Binti alikuwa amevaa kangamoko, yani kavaa ile misili ya kwenda kuoga. Samani bosi, chumbani kwangu maji yatoki na nilikuwa nataka nijimwagie kidogo. Basi nilikuwa naomba unisaidie nitumie bafu lako kwa leo. Samani sana bosi. Unasema uko maji yatoki? Bosi. Basi ngoja, kuna fundi wangu hapa, ngoja nimpigie simu ili aje angalie tatizo ni nini. Sawa? Sawa, lakini naomba kwa leo nitumie tu bafu lako, maana nahisi jasho kweli kweli. Rauzaki kikweli hiyo hali ilimchanganya sana, na kwa jinsi
binti yake wa kazi alivyokuwa amevaa. Nadhani ungelikuwa ni wewe msikilizaji, basi kwa sasa hivi tungelikuwa tunaongea mengine. Pia nikukumbushe msikilizaji, naomba usubscribe ili uwe mwanafamilia memba kabisa, ambaye kila ninapokuwa naachia episode unakuwa kwanza kuipata. Pia usisahau kushare kwa marafiki zako, ndugu jamaa na marafiki, hata kwa magrupu ulionayo. Like, comment na kutegemea sana msikilizaji. Basi Razak ikabidi amkubalie mfanyakazi wake. Sawa, basi hebu nenda kajimwagia haraka, ngoja nikupishe. Sawa, basi fanya haraka. Razak aliondoka mpaka sebuleni, akafika akajirusha kwenye kochi. Huyu binti hii tabia imeanza lini? Yaani anavaa kanga moja mbele yangu hapa, heshima inaanza kupungua, na hili swala nikilikalia kimya itanigharimu kwa baadaye. Yalikuwa ni mawazo ya Razak akimfikiria binti wake wa kazi, jinsi alivyomwendea chumbani na jinsi alivyokuwa amevaa. Baada ya muda kidogo, basi binti akawa ametoka kule chumbani, akapita karibu na Razak, lakini Razak alinamisha toka kichwa chake chini. Hakutaka kabisa kumtazama binti yake wa kazi, lakini binti wa kazi ni kama alikuwa anafanya makusudi, kwa sababu kikweli alikuwa amejaliwa umbo mbashara, yani Razak alitamani amuita mkanye kwa kitendo alichokifanya kwa leo, lakini alishindwa. Binti, yani unaambiwa ule mondoko aliokuwa anatembea huyu binti wakati anaelekea chumbani kwake, nadhani ungelikuwa ni wewe, basi siku hiyo lazima kingenuka. Baada ya asubuhi, Razak kama kawaida akafanya maandalizi yake na akachukua baadhi ya vifaa vyake vya kazi na akaingia ndani ya gari lake akaondoka. Akiwa njiani Razak kwa mbele aliweza kuona mkusanyiko wa watu wamejikusanya. Hapo kuna nini? Afu barabarani wamekusanyana watu wengi hivi. Ikabidi apaki kidogo pembezoni mwa barabara, akashuka ndani ya gari akaelekea kwenye ule mkusanyiko. Mama yangu, alichokikuta pale, alikuta ni mama fulani hivi kapata ajali, yani kaumia kweli kweli, alafu watu wanamshangaa tu, wanaulizana huyu ni nani? Huyu ni nani? Mnamjua? Lakini Razak aliona si vyema mtu kwanza kumdiskasi wakati kaumia, badala ya kumwaisha hospitali. Aliweza kuomba baadhi ya vijana wamsaidie kumbeba yule mama, wampeleke ndani ya gari lake. Sio kwamba alikuwa anamjua yule mama, hamjui kabisa, lakini ni utu tu ndio umemsukuma Razak kuweza kutaka kumsaidia huyu mama. Basi alimweka ndani la gari lake na kuondoka kuelekea hospitali. Daktari, vipi hali ya mgonjwa wangu? Wewe ndo uliyemleta yule mama? Ndio mimi daktari. Basi nakuhitaji ofisini. Razak akawa ameitwa na daktari ofisini. Sawa. Sasa huyu mama ni nani yako? Huyu mama kikweli mimi simfahamu. Umfahamu kivipi yani? Yani mimi nilikuwa naelekea zangu kazini. Sasa nikiwa njiani nikakuta kuna watu wamekusanyika. Sasa baada ya kwenda pale nikakuta yule mama yuko pale chini kalala, nikapata ajali kama hivyo. Kwa nikaamua tu nifanye kama ubinadamu. Kwa nilikuwa nimemchukua pale nikamleta hapo hospitali. Mimi simfahamu yule mama. Sasa tunawezaje kupata ndugu zake, kwa sababu kuna
kuna vitu vinahitajika, yani gharama za matibabu na mambo mengine. Sasa hiyo itakuwaje? Samani daktari, kuhusu masuala ya matibabu, fanyeni tu mnavyoweza na gharama zote mnipatie mimi. Wewe umesema umfahamu? Kiubinadamu utafanya, usijali kuhusu hilo. Basi Lauzaki akawa amelibeba hilo jukumu la kumhudumia yule mama pasipo kumjua. Basi baada ya muda kidogo, simu ya yule mama ikaanza kuita. Wakati huo simu alikuwa nayo Lauzaki, maana alichukua kutoka kule kwenye ajali. Hello. Hello. Wewe nani? Mbona kuna simu ya mama? Samani, wewe, hii namba ni ya nani yako? Hii namba ya mamangu mzazi. Ya mamako mzazi? Ndio. Sawa. Sasa samani, mamako kapata hitilafu kidogo na hapa yupo hospitali, lakini usijali, kila kitu kinaenda sawa. Hitilafu? Kwa hiyo unataka kuniambia mamangu amefanyaje? Na uko hospitali? Yuko hospitali gani? Mara Lauzaki kabla hajamjibu, mara akaitwa. Halo ndugu, samani, naomba uje ofisini mara moja. Sawa. Halo, msubiri dakika 3 na kurudia. Halo? Lauzaki akawa amekata simu na kuelekea ofisini. Samani ndugu, ulisema unaitwa nani? Mimi naitwa Lauzaki. Sasa Lauzaki, mgonjwa ana tatizo la pressure kwa sababu ile ajali imempelekea mpaka pressure yake imepanda kweli. Sasa kuna gharama zinahitajika kama nilivyokuambia mwanzo, na hiyo gharama ni kama 300,000. Ndio. 300,000. Basi naomba namba ya malipo niweze kuingizia hiyo pesa. Lauzaki akawa kailipa hiyo pesa ya 300,000 kwa ajili ya matibabu ya mama, lakini kumbuka, hamjui kabisa. Kwa upande wa Hanifa, yuko nyumbani kikweli, kachanganyikiwa. Akampigia babake. Halo baba, nimepiga simu ya mama, kuna imepokelewa mtu mwingine anasema kwamba mama kapata ajali. Haro, kumbe huyu mama ndo mamake Hanifa. Hapa ni patamu kweli. Basi ndugu msikilizaji wa Motion Simulizi, naomba usubscribe ili uwe wa kwanza kila napokuwa na chia episode, na hapa naomba tuishie hapa kwa leo. Asante na karibu sana.